Vijana munataka nani? Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka nani? Kila kona munataka nani? Alehu mkono juu. Na wazee munataka nani? Hadi wa mama munataka vijana munataka nani? Sasa tupatie nafasi. Naomba kila mmoja kuchukua kiti tafadhali, ili tuanze. Na sasa hapo ifungwe.
mkono juu, mkono juu, mkono juu, mkono juu. Nani? Baba. Na wazee mkono juu, mkono juu, mkono Kakamega, Mheshimiwa Wycliffe Ambassa Oparanya. Asante sana. Karibisha Simba ya Mount Kenya, Secretary General wa chama cha Jubilee, Mheshimiwa Jeremiah. Vile niombe kumkaribisha, nitaomba kusimama, nimezuia mitambo kufanya kazi, tafadhali. Simama hapo, nimezuia mitambo. Niombe kutambua kinara wa chama cha Usawa, aliyekuwa gavana wa gatuzi la Murang'a, wote wakiwa mbali, wengi walia. Asante sana Mheshimiwa Mwangi wa Elia. Niombe kutambua kiongozi wa walio wachache katika bunge la kitaifa, Mheshimiwa James Opiyo Wandayi. Vile nitambue seneta wa Nairobi, Edwin Sifuna, waziri wa sherehe. Tuko na mama county, Mheshimiwa Esther Passaris, karibu sana. Na sasa mcheza kwao hutizwa. Niombe munikaribishie mjumbe wa bedroom, Mheshimiwa Mwalimu vijana unataka nani? Baba. Na wazee unataka nani? Baba. Hadi wa mama unataka nani? Baba. Haya, tuombe. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, sifa zote njema anastahiki Mola mlezi wa viumbe vyote, mwenye njia ya wale walioneemeshwa, wala sio njia ya wale waliokasirikiwa, wala wale waliopotea. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Asante. Baba wa mfalme wetu Yesu Kristo, Yehova, tunasema ni asante, ni kwa sababu wewe ni Mungu, na kando na wewe Jehova hakuna mwingine aliye kama wewe. Tunakushukuru na jioni huu ambao umeifanya Kristo. Asante kwa sababu ya kulinda viongozi wetu,
na kinara wetu Raila Amolo Odinga. Tunakushukuru Jehova ni kwa sababu ya viongozi wetu wote ambayo umewaleta katika uwanja huu. Yesu, tukiwa hapa tunaichukua mkutano huu na ikabidhi mkononi mwako. Wacha kila kitu na kila jambo ambalo inaenda kunenewa mala hapa itendeke mema kwa sababu yako. Jehova, tunakuomba na mchana huu na jioni huu wa leo Yesu, ukatupe haki yetu kama Wakenya. Tunakulilia mfalme wa ajabu. Tumedharauliwa, tumetusiwa, tumechukuliwa kama sio Wakenya. Mungu anayepigania wanyonge, ukatupiganie Mungu wa Israeli. Ukatupe haki yetu kama Wakenya. Wacha ikajulikane kwamba wewe ni Mungu na kuna mwingine aliye kama wewe. Pigana vita vyetu na ukatupe ushindi kama Wakenya. Tunakungojea, tunakusubiria ili tukakuone kama Mungu wetu. Inuliwa Yesu, barikiwa. Ni kwa sababu umesikia maombi yetu na umetenda sawa sawa na mapenzi lako. Katika jina lako Yesu Kristo nimeomba na kila mmoja sema amen. Amen. Niombe tuketi na ngoja Spider, kwa heshima nitaomba mliosimama pale, mumezuia mitambo kufanya kazi. Ndugu yangu, utashuka hapo, tunakupenda na ni kwa heshima. Tafadhali sana. Upande huu vile vile musogelee mbali na nyaya hizo. Wananchi wapendwa wa Kibra, niwekee mikono miwili juu, niwekee mikono miwili juu. Nikisema azimio nijibu inawezekana. Azimio! Azimio! Bila kupoteza wakati, kinara wetu mpendwa, niombe kwa heshima na taadhima kuu nimkaribishe mjumbe wa Kibra, Mheshimiwa Mwalimu Orero, atakayemkaribisha Mheshimiwa Ndai. Asante. Kwanza nataka kuona wale wamekaribisha baba, mkono juu tuone. Mkono juu, mkono juu, mkono juu. Mkono juu, mkono juu. Karibu Kibra, His Excellency Kalonzo Musyoka. Na kwa sababu ya wakati sitataja watu wote hapa, lakini wale wote wako hapa, poleni sana. Hapa ukiingia lazima uguzwe, upapaswe, usukumwe ndio usikie umefika Kibra. Poleni sana. Niko na mambo machache sana leo baba kusema. Ukubali niongee mambo ya Kibra, mambo ya Kenya wengine wataongea. Hapa Kibra nikitembea kila mtu ananiuliza kwa nini baba alisimamisha maandamano. Wangapi wanasema maandamano iendelee? Na wanasema hiyo wimbo ya mapambano tunaimba maandamano. Wakenya musilale, maandamano, Wakenya musilale. Haya, tumesema maandamano itaendelea. Hapa baba hatuwezi kuambia chochote kwa sababu wewe ndio mbunge, umekuwa hapa miaka 20, hakuna pahali ujui. Watu wa Kibra ni watu wako, ni watu wa bedroom. Kitu wanaongoja tu ni unawaambia ni left, wataenda left. Wangapi wataenda right baba akisema ni right? Ukisema maandamano ni leo usiku, wangapi wataenda maandamano usiku? Ukisema ni asubuhi, wangapi wataenda maandamano? Sisi watu wa Kibra hakuna kitu kingine tunataka maandamano. Ya pili, hapa Kibra kuna polisi moja anatusumbua sana, anaitwa OCS. Siku ya maandamano vijana wa Kibra waliwawa, na ni wengi waliwawa na wakapiga risasi. Tunasema huyo polisi kuanzia kesho. Hapa Kibra pia kuna agency mwingine amekuja, anatoa watu wanaishi hapa, anawahamisha, anawapeleka ushago. Tunasema hao watu wanahamisha watu hapa Kibra wakome mara moja. Otherwise
Sisi hakuna kitu tutakwambia baba, hapa ni kwako, tunajua umetembea mbali, tumewakaribisha, tuko tayari, tuko nyuma yako, hapa ni jeshi lako. Omba sasa mkaribishe Bwana Wandai akuja ongea na nyinyi, lakini kabla sijatoka Sena, wangapi wanasema maandamano? Asanteni sana. Wanakibira oye! Wanakibira oye! Wangapi wamekaribisha baba siku ya leo? Wangapi wamekubali ya kwamba baba ni rais? Wangapi wamesema ya kwamba siku ya Jumanne tunaelekea Nairobi kwa maandamano? Mimi sina mengi ya kusema. Kazi yangu ni kutambua tu wabunge. Lakini kabla hayo, baba, wakati ulikuwa umeenda safari nje, baba, while you were away, wananchi mamia na mamia wamekufa kule Kilifi. Wananchi mamia na mamia wameuawa kiholela kule Kilifi. Katika dunia nzima ni kulinda maisha na mali ya wananchi. Hii serikali ya Bwana Ruto sasa imeonekana ya kwamba imeshindwa kabisa kulinda maisha ya wananchi na mali yao. Kwa hivyo wako na option moja tu ya kuenda nyumbani. Wangapi wamesema ya kwamba Ruto na serikali yake waende nyumbani? La mwisho. Asante. Baba, wakati baba ulisimamisha maandamano kwa muda, tulisema ya kwamba sisi tuko tayari, sote tutaelekea maandamano ile haijawahi onekana dunia hii. Tutaonana nao ana kwa ana. Mniruhusu nitambue wabunge alafu nialike seneta wa Nairobi aendelee. Kabla ya seneta nitaita chairman wa Nairobi. Haraka. Niko na naibu wa kiongozi walio wengi katika bunge ya kitaifa, Mheshimiwa Robert Mbui, ambaye pia ni mbunge wa Kathiani. Tuko na Mheshimiwa Otienda Molo wa Rarieda, Mheshimiwa Martin Ward Chief wa Ndhiwa, Mheshimiwa Caleb Amisi wa Saboti, Mheshimiwa Rosa Buyu wa Kisumu West, Mheshimiwa Esther Passaris wa Nairobi, Mheshimiwa Dr. Ivo Bara wa Kasipul Kabondo, Mheshimiwa Mili Odhiambo wa Suba North, Mheshimiwa Mishi Mboko wa Likoni, Mheshimiwa Ruth Odinga wa Kisumu, Mheshimiwa Zamzam wa Mombasa, Mheshimiwa Oron Daktari wa Kisumu Central, Mheshimiwa Dr. Lilian Gogo wa Rangwe, Mheshimiwa Ongondo Were wa Kasipul, Mheshimiwa Gideon Muliungi wa Mwingi Central, Mheshimiwa Dr. Nyikal wa Seme, Mheshimiwa Peter Masara wa Suna West, Mheshimiwa Samatandi wa Lego Usonga, Mheshimiwa Mark Mwenje wa Embakasi West. Vile tunaye Mheshimiwa George Alad wa chairman, tena MP wa Makadara, Mheshimiwa TJ Kajwang mwenyewe wa Ruaraka. Tunaye kiongozi ya walio wengi katika County Assembly, Mheshimiwa Peter Imatok, na kiranja wa County Assembly Mheshimiwa Moses Ogeto. Leo nimemsikia Ruto akisema ya kwamba atatuchapa na tutajua yeye ni rais, na yeye pia tutajua atujui. Tunataka kumwambia
Baba atasema tunataka kumwambia akutane na sisi Tuesday asubuhi mapema. Wangapi watatokea? Nataka tumwambie Kenya hii sio yake, yeye ndiye atajua, ajui. Yeye atajua. Mina support mambo Wairia alisema. Mahali imefika baba, hakuna shortcut, hakuna kuongea. Kenya igawanyishwe, sisi tukwe huku, hao wakwe huko. Hata Sudan iligawa, wakaenda kule, wakabaki huko. Sisi tugawe, tuko na county 47. County za Azimio zigawe, za Kenya Kwanza zigawe. Kila mtu aende kwao, kila mtu ako na passport yake. Mungu awabariki. Karibu Sifuna. Nairobi oye! Kwanza kabisa nataka kutoa apology ya mbunge wa Embakasi East Mheshimiwa Babu Owino ambaye yuko Mombasa, anakuja na ndege ya jioni. Kuna maseneta wote ambao wako hapa wasimame tafadhali tuwatambulishe. Sijamuona Senator Eddie, tulikuwa na yeye. Baba, mbibi yangu ni mambo mawili peke yake. Maisha imezidi kuwa ngumu hapa Nairobi. Na nilisimama hapa Kibira nikaomba ndugu yetu ambaye mlipatia kazi ya governor anaitwa Sakaja. Nikamwambia saa hii na hii uchumi usifute watu kazi. Wale vijana wa NMS 700 bado baba huyu jamaa amewafuta kazi. Kila siku watu kwa ofisi yangu wanalia. Iko vijana wetu Wajaluo wanakuwa wanauza viatu pale nje ya Nation Center, walinipatia viatu mzuri sana iko hapa. Lakini Sakaja hataki wauze viatu hapo na anawacha mahawkers kutoka sehemu zingine wanaingia ndani ya town. Hiyo ni haki ama si haki? Mimi mahali imefika baba, niseme nisiseme. Mahali imefika baba, mimi naona unitoe kwa hii kazi ya Senate, uniingize kwa hii county governor nifanye hii kazi. Kama huyu jamaa ameshindwa na hii kazi. Kwa sababu hata huko kwa Senate baba ni kama watu wameruka vichwa. Wewe fikiria, Senator kazi yako umechaguliwa kuletea kaunti yako pesa. Wanaweka pale mswada ya kusukuma pesa kutoka 385 kufika 407. Senator mwenye kaunti yao hawana kitu. Senator wa Samburu anakataa pesa. Senator wa Baringo anakataa pesa. Senator wa Turkana watu yake wanakufa njaa, anakataa pesa ati kwa sababu Ruto amemwambia. Hii ni watu gani mliniweka nikae nayo bwana? Si afadhali nitoke huko Senate nikuje nifanye kazi hapa. Wangapi wanasema niwachane na hii vitu ya Senate? Baba, si umeona wewe mwenyewe? Umeona wewe mwenyewe? Alafu iko jamaa mwingine, watu walituambia kwanza ilikuwa ati akiweka Biblia chini bei ya unga itashuka. Baada hiyo ikakuwa tumpatie siku 100. Ikaenda ikakuwa miezi 3. Gachagua akaitisha miezi 6. Juzi mwingine hata bila aibu anaitwa Mudavadi. Ati anasema tuwapatie miaka 2. Wewe ukiangalia hiyo mwili ya Mudavadi anaweza kaa miaka 2 bila kula. Hiyo mwili ya Mudavadi hata alisema wiki moja peke yake bila kula si tutakuwa tumezika huyo mwanaume. Lakini anataka nyinyi ati mungoje unga miaka 2. Tuambie Mudavadi, kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata pesa ya kufungua ofisi ya bibi yako? Kwa nini haikuchukua miaka 2 wewe kupata bilioni 800 ya kununua magari, si ndio? Hawa jamaa kazi imewashinda, je washinda? Hivi washinda. Alafu baba akasema ati Sifuna pamoja na kina Otiende ati tuende tukae huko tuongee na hii watu kina Murugara na watu wengine kina Khalwale. Watu hawajielewi. Tunafika huko wanafikiria wanaweza confuse Sifuna ati wangeweka chai na mandazi hapo nitafurahi. Mimi ni mtu ya kudanganya na chai na mandazi. Kwani mimi ni msichana ya class 2? Tumeambia baba Kibira, muniambie leo niendelee na hii watu kuongea ama nirudi kwa barabara na nyinyi? Wangapi wanasema turudi kwa barabara Tuesday? Asante sana. Mukisema mimi nafanya. Na baba, next time kama Ruto anataka ati tusitishe maandamano tuende kuongea, akuje aombe ruhusa hapa Kibira. Asimame hapa. Nyinyi mkikubali tuongee tutaenda kuongea. Mnakubaliana na hiyo? Wangapi wanasema akuje aongelea hapa? Asante sana, Mungu awabariki. Thank you very much. Nilisahau kutambua uwepo ya naibu wa governor ambaye aliyestaafu wa kaunti ya Nyeri.
Mheshimiwa Daktari Caroline Karugu. Asante sana. Sasa mjitayarishe, mimi nialike baba mwenyewe. Baba aje awazungumzie wananchi wa Nairobi na wananchi wa Kibra kwa jumla. Karibu baba. Niko njaa siwezi. Sitasimama, niko njaa siwezi karanga, uwe hai kota. Haya, 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 Kibira hoye! Kibira hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Hey, hey, hey! Asanteni. Nataka kutoa shukrani kwenu kwa nikaribisha siku ya leo. Nilikuwa nimeenda ziara huko upande ya Dubai. Nimekaa wiki moja huko. Nimekuta marafiki wengi zaidi ya Wakenya wameniweka huko. Nimekaa nao. Wengine ni Wakenya. Mmepokea? Mmepokea? Wameniambia wako na nyinyi kwa hali na mali, kwa yale maji mnapigania. Sawa? Sasa baba amerudi. Simerudi nyumbani. Simerudi nyumbani. Sasa mara ya mwisho tulipokuwa hapa Kibira, wakati wa maandamano, walijaribu kuzuia sisi kufika Kibira. Tulitoka Kawangware tukaingia Kangemi. Tulipofika pale na Nakumatt Junction wakaweka roadblock. Nikamwambia mimi najua panya route ya kuingia Kibira. Tukarudi showground. Nikamwambia kuteni sisi huko mlangoni pale kwa daraja. Tukaingia hapa. Na nyinyi mlionyesha kwa hali na mali siku hiyo ya kwamba mnataka mabadiliko. Sio? Mlizungumza vizuri sana. Alafu baadaye tukaenda kule upande ya Mkuru kwa Njenga. Kisha tukapita mpaka kule pipeline. Walijitokeza, wakaja na mabunduki na risasi, wakapiga gari yangu risasi 10. Walikuwa wanakuja kufanya njama ya kuniua mimi, lakini Mungu halali, Mungu asmani. Wanapiga gari na risasi narudi kwao. Wanapiga risasi narudia wao. Wakaangalia, baadaye wakatoroka. Huyu kijana alikuwa anataka kuua mimi, anataka kule Sugoi. Alitumwa. Yeye hanijui mimi. Mimi sina haja na yeye. Na haja na wale ambao walituma yeye. Sio wale ambao walituma yeye. Mmoja alikuwa anaitwa Bwana Kome. Na nilishaambia Bwana Kome, koma kabisa. Na Kome akazidi. Nimepeleka yeye kotini kule Uholanzi, kule ICC. Huyu ni muuaji, hastahili kuwa polisi mkuu katika Jamhuri ya Kenya. Yule jamaa anafaa awe katika jela.
ana hasira mengi zaidi. Anasema Raila anachukia mimi sababu mimi ni Mmeru. Mmeru. Si mimi niko ni marafiki wengi sana wa Meru. Mimi niko ni wa Meru marafiki chungu mzima. Najua wa Meru ambaye wanasimamia haki. Gitobo Manyara. Rafiki yangu kabisa. Hata Kireuti Murungi tulikuwa naye. Sio? Dr. Laibuta tulikuwa naye. Tukana Wameru mengi zaidi. Kwa hivyo bwana koma kuleta siasa ya ukabila. Ona maswali, kwani wewe ni polisi? Wewe ni askari. Usikubali kutumia vibaya na wanasiasa. Wacha siasa kwa wanasiasa. Wewe kazi yako ni kulinda wananchi, maisha yao na mali yao. Hiyo ndio kazi ya polisi. Msara yako ni usuri yangu, ni usuri yetu. Msara yetu usuri yetu. Nyumba pale unaishi usuri yetu. Hiyo gari unaendesha usuri yetu. Ofisi pale ambayo unakaa usuri yetu. Ile chakula unakula, ile bunduki unabeba, risasi. Wewe ni mtumishi wetu. Wewe ni mpagazi wetu. Sawa. Sasa wakati ule sisi tulikuwa tumetembelewa na viongozi wa kanisa wa Katoliki wakiongozwa na Askofu Wanyolo na Askofu Kivuva na Muheria. Walikuja kukutana na sisi wakatuomba ya kwamba sasa tuko katika kipindi cha Pasaka, tunaomba nyinyi muhairishe hii maandamano kwa heshima ya Wakristo. Tukawasikia. Waislamu vile vile walituma ujumbe, wakasema tuko katika mwezi tukufu ya Ramadhani inaenda kuisha. Sasa inakuwa kama unafanya maandamano, hata iftara hatuwezi kufanya. Wakatuomba vile vile muhairishe mambo ya maandamano. Sawa. Hawa ndio sababu ya sisi kwa kuhairisha. Sasa Raila usiaje. Sasa yule bwana Ruto ambaye alisema tutajua hatujui, yeye alipoona kama amekaba koo, sasa akajua jina yangu. Alikuwa anaita mimi ile mtu wa vitendawili, ile mtu wa waganga. Hadi akasema nimeuliza ndugu yangu Raila Odinga, I'm asking my brother Raila Odinga to agree that we engage in dialogue. Kasema sasa mimi si mtu wa waganga. Sasa mimi si mtu wa mtendawili. Sasa amejua jina yangu. Akaomba ya kwamba ako tayari kwa mazungumzo kwa yale maneno. Tukamwambia yeye ya kwamba sharti ya hiyo haikuwa ni sababu ya sisi kuahirisha. Sababu ilikuwa maombi ya kanisa na maombi ya Waislamu. Sasa yake hiyo ikaingiana na wale. Tukasema kama unataka mazungumzo, tuko tayari kuzungumza, lakini sio ndani ya bunge. Tutazungumza nje ya bunge. Maana bunge mnatumia pesa kununua wabunge. Mnapiga wabunge mnada. Hatutaki. Hello. Kono juu. Hello. Yan. Hello. Kono juu. Hello.
Hello? Hello? Hello, hello? Hello, hello? Hello, hello? Hello? Hello, hello? Hello, hello? Hello, hello? Follow you, follow you, follow you. Mbia siku 4. Kwanza tukamwambia mambo ya gharama ya maisha kwa wananchi, bei ya unga, bei ya mafuta, bei ya sukari, karo ya shule, yale yote tukaunga pamoja, tukasema gharama ya maisha. Pili, tukamwambia tunataka saba ifunguliwe. Hello? Hello? Tatu, tukamwambia kwamba wale commissioners ambaye walitofautiana na bwana Chebukati, bwana Chebuchetha, wale wanne warudishwe kazi. Sawa. Alafu 4 tukasema hii kununua wabunge, kupiga wabunge mnada hapa na pale mpaka ikome kabisa, mpaka uheshimu sheria ya ubunge. Mbunge kama alichaguliwa kwa chama cha Wiper, miaka 5 ndani ya bunge kwa Wiper. Kama alichaguliwa kwa muungano wa Azimio, Wiper, Jubilee, ODM, CUP, mpaka miaka 5, hiyo ndio kandarasi. Akitoroka akienda ng'ambo ile, arudi kwa wananchi achaguliwe mpya. Hawa. Hiyo ilikuwa ni masharti 4 ambayo tumeweka pale kwa majenda. Sasa tukasema tunataka tuteue watu wa 7, na wewe vile vile leta 7. 7 na wakutane nje ya bunge. Tukateua wa 7 yetu. Simuliona wakiongozwa na mheshimiwa wakili Otiende Amolo. Simuliona hawa pale, tukaweka hawa tukaweka pale vile vile wabunge wengine kama yule mbunge wa Malindi Amina Mnyazi. Tumeweka seneta wa Nairobi bwana Safuna, seneta wa Kitui bwana Wambua, seneta wa Narok bwana Ledama. Sasa tukaweka wakili Millie Odhiambo. Alafu tukaweka bwana Posing, mjumbe wa kutoka kule Pokot. Sasa wale ile delegation yao ambao wanaweka kwa madharau, wanachukua mmoja wetu ambaye ni mjumbe wa Jubilee. Jubilee iko ndani ya Azimio, wanaweka na anaitwa bwana Kainan ati kama mwakilishi kutoka pande yao. Nasema bwana, wewe umechukua bibi yangu, mwenda naye huko, nalala naye, alafu nakuja kufanya kesi yangu ya shamba yangu na bibi yangu kama ni legacy yako.
Sio ni madharau? Sio ni madharau? Mtu amekunyang'anya bibi, alafu anakuja hapa kwa kesi ya shamba yako na anakuwa bibi yako ndio shahidi yake. Hiyo ni haki kweli? Hiyo ni haki kweli? Sio ni matusi? Sio ni matusi? Tumwambia bwana, hiyo haiwezekani. Bwana Kenan hawezi kuwa delegate ya Kenya kwisha katika mazungumzo kati yao na sisi. Sivyo? Sivyo? Tumewambia hiyo haitafanyika. Hiyo haitafanyika kama namna hiyo. Hiyo mazungumzo ikae. Sikae. Sikae. Sasa hiyo mazungumzo wanasema iko stalemate. Wanasema wako tayari kutoa Bwana Kenan kama takutoa Bwana Posing. Bwana Posing ni mjumbe alichaguliwa kwa chama ya KUP ambayo iko ndani ya Azimio. Wanasema ati wanaomba talaka, lakini hawajaomba talaka kutoka kwetu. Hatujaona barua ya talaka. Hawajaomba hata kama hiyo chama kama inatoka, Bwana Posing hakuna haki ya kubaki ndani ya Azimio. Tumeelewana sawa sawa? Kwa hivyo tunasema Bwana Posing atabaki ndani ya delegation yetu ya Azimio. Sasa wameonekana kwamba hawana haja ya kuendelea na mazungumzo. Sawa? Kwa hivyo kesi yetu iko 5. Sasa umeambia nyinyi juu ya mambo ya gharama ya maisha. Sivyo? Gharama ya maisha bado iko juu. Si bado iko juu? Si bado iko juu? Pili, kwa mara ya kwanza katika historia ya Kenya, mshahara ilikuwa mwaka jana. Hata mwezi hii watakuwa na shida ya kulipa mshahara. Haijafanyika tangu enzi ya Kenyatta, tangu enzi ya Nyayo, ya Kibaki, ya Uhuru. Sasa ya Ruto, wafanyikazi wa serikali wanakaa bila mshahara. Hiyo tunasema mambo hiyo hatutaki iendelee, sio? Tumesema vile vile, anasema nataka sasa kukata 3% ya mshahara ya wafanyikazi wa umma. Atajenge hao manyumba. Ajenge hao manyumba. Hiyo ni ushuru ambao nataka kuongeza kwa mshahara ya wafanyikazi. Mnakubali? Mnakubali? Mnakataa? Wangapi mnakataa? Nyone mkono. Halo? Halo? Mambo ya ugatuzi iko katika hali ya mahututi katika taifa letu. Ugatuzi iko katika hali ya mahututi. Maana yake sasa hawajapeleka pesa kwa ugatuzi mpaka sasa. Pesa ya devolution haijakuja serikali ya macounties karibu kikwame. Sawa? Tuelewana vizuri? Tuelewana vizuri? Sasa hiyo vile vile tumesema mpaka iangaliwe. Pesa ni mambo ya nini? Mambo ya mwisho sasa ni mambo hii ambayo inaendelea huko pale inaitwa Shakahola. 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 Hapana ongea juu ya mambo ya bwana Makenzi. Ati Makenzi. Ati Ezekiel. Hapana. Hawa ni watoto. Baba yao iko ndani ya Ikulu. Iko ndani ya Ikulu. Hello. 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 Hawa watu ni vikundi na vinajulikana. Kila mara kwa mara wamekuwa ni maombi. Tunaombea amani, tunaombea mvua ikuje. Mara nyingine walikuwa kule Nyayo Stadium. Hao wote walikuwa pale. Simeona picha yao wakiwa ndani ya Ikulu. Simeona hapo. Simeona hapo.
hapa hapa. Mama wa Ikulu yuko hapa, simeona hapa. Huyu bwana Gachietha, bibi yake si vile vile ni askofu, simeona. Hao wote wako ndani ya hiyo dhehebu, hao ndio wameeneza hiyo dhehebu. Kwa hivyo sasa tumesema ile uchunguzi ambao unafanywa kule Shakahola haiwezi kufanyika kama hakuna waandishi wa habari. Hatutaki wazuie waandishi wa habari kwenda huko, manake sasa wamefukua maiti zaidi ya 100 ambao wanafukuliwa kule. Hii ni masaka ambayo haijaonekana katika historia ya nchi yetu. Kwa hivyo tunasema tunataka waandishi wa habari wakubaliwe kukaa pale. Sasa ile ambao wanachimba kaburi wako pale wanapiga picha. Si mnataka namna hiyo? Yale ambayo yanafanyika kule Shakahola ni kitu ambaye haijaonekana katika taifa letu. Watu wanawawa, wanazikwa, watu mtu mmoja na bibi yake na watoto yake ndani ya kaburi moja. Mwingine amezikwa na mama yake, mwingine amezikwa na babu yake. Simunaona hapo? Haya ni vitendo vioja ambaye sisi kama Wakenya wote tunalaani vikali. Tunaambia Bwana Ruto, wajibike wewe mwenyewe. Wakenya si mbuzi yako, Kenya si mbuzi yako. Bwana Gachagua, bibi yako hako kule ndani. Mama Aida alisema makanisa yachunguzwe. Wakasema mama Aisha ametumwa na baba, manake baba anaabudu shetani. Kati baba na wale nani anaabudu shetani? Tunaabudu shetani. Kwa hivyo sisi tumesema tunataka kuona hiyo uchunguzi ikifanywa, hata walete watu kutoka nje waangalie hii mambo sawa, ili kusiwe na marudio tena, sawa. Lakini sasa mimi nataka tupitishe hapa leo resolution ya kama, kwa sababu Bwana Ruto na wenzake wamekataa kutii amri na kufuata yale taratibu ambayo tulikubaliana na wao, wamevunja hii mkataba, tunarudi uwanjani. Tunarudi sasa. Kesho ni Jumamosi, kesho kutwa ni Jumapili, mtondo itakuwa ni Jumatatu, siku ya Labor Day. Sasa sisi wafanyikazi, mtondo go siku ya Jumanne, Tuesday tarehe 2 mwezi wa 5 tunarudi uwanjani.
Martha Wangari Karua aseme jambo. Siwezi karanga. Niko njaa siwezi. Ueha. Tutakuwa kwa maandamano Jumanne tarehe 2 mwezi wa 5. Kwa kifupi niseme hivi: serikali bandia, vitendo badia. Ndio unaona wakiambia watu wa media wasiende kuona ni nini inatendeka kule Shakahola. Sisi hatutaki cover up. Sisi tunataka uwazi. Kama sio media, Wakenya hawangejua iko mambo Shakahola. Kwa hivyo waruhusu vyombo vya habari kuwa pale wafichue mambo yote. Mambo ya pili, tulisema kabla ya mazungumzo lazima bei ya unga iwe shilingi 100. Imeteremka. Hakuna haja ya mazungumzo. Na mimi nimpundishe Ruto katiba. Kipengele ya 43 ni jukumu la serikali kuona kila Mkenya amepata chakula. Bei ya unga lazima iteremke, Wakenya wasilale njaa. Gharama ya maisha lazima ifanye nini? Sava lazima ifanye nini? Ni kwa nini sava ipunguliwe? Tulikuwa na uchaguzi mbaya 2007, uchaguzi mbaya 2013, uchaguzi mbaya 2017, uchaguzi mbaya 2022. Bila sava kufunguliwa, wizi wa kura utaendelea. Tunasema kama Wakenya, wizi wa kura lazima ufike kikomo na lazima sava ifanye nini? Tujue ukweli ndivyo tuweze kurekebisha. Kweli au si kweli? Basi Ruto na serikali yake bandia wasikie. Na wajue sisi hatutafuti nusu mkate. Tunatafuta haki ya kila Mkenya. Tumekubaliana hiyo? Munataka nusu mkate au munataka haki? Hata sisi zote tunataka haki kwa kila Mkenya. Na mimi niseme tena, kama Ruto haelewi sheria, huwezi ukachukua wabunge ambao walichaguliwa ndani ya Azimio. Kama unataka kuongea na sisi, heshimu Azimio. Hiyo ni madharau kubwa sana. Ya mwisho ni waelezee ya kwamba wanalia kila siku eti hakuna pesa, ati pesa walikuta imechukuliwa. Wanaficha ile wizi unaendelea wa sasa. Hiyo miezi 9 serikali bandia imekuwa kwa ushukani, wamekusanya ushuru 1.5 trilioni. Wamekopa bilioni karibu 600. Ukijumuisha ni trilioni ngapi? Hakuna serikali tangu tupate uhuru imepata trilioni 2 kwa miezi 9. Kwa hivyo wako na pesa, walipe deni, washukishe gharama ya maisha, na watuambie ile pesa ilikuwa kwa budget ya food subsidies, ya kushukisha bei ya unga, watuambie ni nani ameweka mfuko. Watuambie pesa ya fees ni nani ameenda nayo. Watuambie pesa ya matibabu ni nani ameenda nayo. Na waambiwe kwa sava ikifunguliwa, Ruto anaelewa hiyo siku ndio ataenda Sugoi.
Kwa hivyo Wakenya, mimi nataka kusema tusukume mambo ya gharama ya maisha na mambo ya sava. Na ndivyo yule alichaguliwa na Wakenya, na ni baba sio mwingine, akalie kiti. Kwa vile usiku unaendelea, wacha nimwite ndugu yangu. Lakini kabla ya kumwita ndugu yangu, nimekumbuka jambo moja. Tafadhali munisikize jambo moja. Baba amepeleka wale polisi wenye kuua watu na kutupiga bure na tear gas na wenye kujaribu kumuua kule ICC. Ujumbe kwa polisi, tafadhali nyinyi ni ndugu na dada zetu. Kumbuka mshahara wako haujaongezwa tangu siku za Kibaki. Kumbuka wewe uko na shida ya unga na ya mtoto wako kwenda shule. Wacha tukutetee na wacha kufanya mambo ovyo. Wacha kutaka kupelekwa ICC kama Kome na Bungei. Na mimi nawahakikishia vile baba alielezea, tutawashtaki, tushawashtaki ICC, tutawashtaki hata hapa Kenya. Jumanne iko kesi nitapeleka kotini kuhusu Bungei na Kome. Lakini baba akitangaza Jumanne iwe public holiday, nitapeleka Jumatano. Ndivyo tuweze kuandamana siku ya Jumanne. Sasa bila kupoteza wakati, wapendwa, wacha niwaitie ndugu yangu Stephen Kalonzo wa Musyoka. Vijana unataka nani? Baba. Asanteni kwa kuja kwa wingi kumkaribisha baba. Mimi nilifika hapa awali kidogo, kapitia laini 7, nilikuwa nimemkaribisha uwanjani wa ndege, na nikafika hapa nikaona watu walikuwa na hamu safi, hamu kabisa kujua ni yapi. Si mnaona hata baba anang'ara, ang'ari. Wangapi wanamtakia hata afya zaidi? Karibu tena. Lakini wakati ulikuwa nje, tukio ambalo limeshtua sio Kenya peke yake, bali ulimwengu mzima, ni tukio la Shakahola. Wangapi wanalaani mambo ya ushetani ambayo yalifanyika kule? Wangapi wanalaani? Tunaomba kwamba kamwe mambo kama hayo yasionekane tena nchi yetu. Yaani watu tunasikia hata wengine wanatafuta body organs. Kuna ushetani mwingi juu ya mambo hayo. Kwa hivyo huku tukilaani mambo hayo, tunakubaliana na matamshi ambayo ametoa hapa Raila. Juzi hata Uhuru mwenyewe akajitokeza akasema, hamwezi kuiba kondoo zangu alafu mnaiba chama yangu vile vile. Wangapi na support Kioni na Uhuru juu ya mambo haya? Mujue hivi basi, mujue hivi, ukiharibu chama kimoja cha Azimio la Umoja, uguze Jubilee, umeguza Azimio. Ukiguza ODM, umeguza Azimio. Ukiguza Wiper, umeguza baba na Azimio. Si namna hiyo? Wangapi wanasema lazima Jubilee achiliwe ifanye mambo yake kama chini ya Azimio? Tunampongeza ndugu Uhuru kwa kujitokeza. Ajitokeze. Wacha kuamini hatukusema wewe hapa. Hakuna dururi ya Uhuru ya kuja hapa leo.
Tumekuja hapa kama Azimio. Wengine nasema yeye ndiye akona ile pesa, baba ako nayo ni nyingi. Anaweza kusimamia mambo haya. Si namna hiyo? Si unasikia akona marafiki kila mahali? Wacha hata baba, mimi mwenyewe Buffalo Soldier naweza kugharimia mambo haya. Kwa hivyo waachilie Uhuru peke yake awe leader wa coalition na vile vile leader wa Jubilee. Haya mengine tuko tayari. Tuko tayari. He who comes before equity must do so with clean hands. Serikali zote duniani, kwa sababu yale yanaendelea Khartoum, mimi mwenyewe nayafahamu. Hata wakati ulikuwa na iftar, nilichallenge hawa serikali ambao wanajiita serikali sasa hivi, kwanza waangalie wananchi wa Kenya wamezuiliwa, hawana mahali ya kutoka, hawezi kwenda Port Sudan, hawezi kwenda Cairo, hawezi kwenda Chad, wengine wanajaribu hata kuingia South Sudan. Inchi kama Uingereza imepeleka asubuhi ya leo ndege zaidi ya 8 kubeba watu wa asilia ya Uingereza kutoka inchi ya Sudan. Hatujasikia serikali hii imebita serikali haramu ikisema wananchi wa Kenya watasaidika. Mimi nakumbuka nilimpigia balozi wetu huko na sisemi hiyo waanze kumwandama. Nikasema, akasema huku ndugu yangu, huku ni vita, hakuna kitu kingine. Watu wa Sudan, wangapi wanaombea Sudan ipate amani yake jameni, na wasitishe mapigano ambao sasa hivi ni majenerali wawili, na tutaongea zaidi. Mmoja wapo jenerali alikuwa na hawa Kenya kwisha, na unaona sasa vita vinaendelea upande wa Sudan. Mimi sitaki kuongea zaidi, nimesema kwamba ni lazima wakitaka mazungumzo, sisi tulisema tuko tayari kwa mazungumzo, lakini uweze kuja unaficha kisu mgongoni, ala unasema tufanye mazungumzo. Hao ni mazungumzo ama ni ulagai? Wangapi wanasema hatutaki ulagai Kenya hii? Nimerudia, mimi na Raila tuliibiwa kura zetu 2013, tukaibiwa 2017. Nikasema ngoja Martha na yeye asaidie ndugu huyu, mimi niwasukume kutoka nyuma, wakaibia Martha na Raila tena. Mnataka tufanye nini? Siinji vile wale Mwangi wa Iria alizungumza, ni lazima tuanze. Nitarudia, chini ya mkataba wa Umoja wa Mataifa, United Nations Charter, the right, and hear me, the right to self-determination is an inalienable right. Senior Counsel Martha na Otienda Molo wanaelewa. You cannot take that. Na hiyo inalienable right can be exercised kwa njia fulani. Kwa hivyo lazima ajue Kenya ni yetu pamoja. Wangapi wanasema Kenya ni yetu zote? Asanteni, Mungu abariki. Jeremiah Kioni. Ya mahali ya anga kwa haraka niseme baba waliwawe, nilivamiwa kule Jubilee headquarter, lakini nilipokupigia simu ulipigia mheshimiwa Wadai simu, akakuja haraka, wakakuja na mheshimiwa Kajwang, mwalimu Olelo, wakakuja na Ede, na wakakuja na mheshimiwa Mwenje Kados na yes na majority leader Emerton, wote wakakuja na kusaidia. Walikuwa wametuma askari 200. Land Rover ama zile Land Cruiser zilikuwa 20. Walikuja kupiga watu katika estate na tear gas. Haya mambo tusipoungana wa Kenya na tutokee maandamano kama vile baba amesema tarehe 2, hawa wajamaa wataendelea na hii mambo ya kule Chakahola. Na waomba na pia vijana kutoka Kibra,
Hawa walikuja mpaka kule kwa ofisi, wakakuja kusaidia. Kijana mmoja walimpiga mawe mpaka wakakata kichwa, akachinjwa kichwa kutolewa klot kule Bagathi. Walivuja mkono, amewekwa chuma. Hawa jamani wa jamaa majabazi hatari. Na lazima sisi tukubaliane Tuesday. Sisi wote tutokee. Mheshimiwa Oparanya, tafadhali kuja. Haya. Kibira oye! Kibira oye! Nataka kuona wale anakaribisha baba hapa Kibira. Kwa sababu ya hali ya anga na mambo mawili. Ya kwanza, nataka niombe nyinyi wote mjitokeze kwa wingi Jumanne tarehe 2, kwa sababu sisi tumepeana notice vile inatakikana kisheria kule kwa Central Police Station na pia kwa police station zote hapa Nairobi. Kwa hivyo mjitokeze kwa wingi. Tumekuwa mapumziko na papa amesema turudi uwanjani. Nione wale wanasema watarudi uwanjani. Munajua ya kwamba hii serikali imeshindwa na kazi, kwa sababu tangu tupate uhuru ndio siku ya kwanza watu wa serikali kwenda bila mshahara. Na hata juzi nimeona vile wanatumia pesa vibaya. Tuna waziri mmoja alitoka hapa kuja matanga kule Kisumu. Magari 7 ilitoka hapa kwenda Kisumu kumngojea. Mwenyewe akaenda na ndege. Kufika kule akapelekwa matanga na magari 7 ya serikali. Na tena akarudishwa kule Kisumu airport na magari 7, akaingia ndege kuja hapa na hiyo magari 7 ikarudi hapa Nairobi. Hawa ni watu wa kuangalia mambo ya serikali. Wanasema hawana pesa na wanatumia pesa vibaya kabisa. Ndio kwa sababu hawa watu hawaheshimu sheria kabisa. Mnaona yale inafanyika kule Chokahola. Mnaona ile? Kama ni serikali, kama ingekuwa kule Ulaya, mkubwa wa polisi angekuwa saa amejiuzulu. Lakini Kiome yeye pato ako kwa ofisi. Na mambo mengine ambayo walifanyia maovu kule kwa ofisi ya Jubilee, wanataka kuchukua kwa nguvu bila kufuata sheria. Bwana Wairia, karibu. Asanteni sana. Najua hali ya hewa ni baya. Kwanza tupoe kidogo. Kwanza tunaomba msamaha sisi kama watu wa Central. Tugoje kidogo kwa sababu ya uhasama ambao unawekwa kati ya watu wa Central na watu wa Nyanza. Kwa niaba ya viongozi wachache wa Central, nataka kuambia kwamba sisi wa Kikuyu hatuna shida na Raila, hatuna shida na Wajaruo. Nyinyi ni ndugu zetu na nyinyi ni dada zetu. Hiyo nyingine imesemekana kama Kenya ni kampuni. Sijui ni nini Raila anaongea na kampuni. Tunawaita serikali na wanasema ni kampuni. Kwa hivyo sasa kusema mengi, sisi hiyo ni baraka. Baada ya mvua tukutane kwa maandamano. Haya, asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki.